kwetu sisi kwa msamaha wa dhambi zetu na neema ya Roho Mtakatifu tuweze kubadilisha maisha yetu. Twaomba kwako ewe Bwana. Basi tutaendelea na maombi. Huo ndio mwisho wa litania hiyo. Tutaendelea na maombi mengine. Nitamuuliza sasa arudi pale na nifanye ombi hili tukisimama hivyo. Tuombe. Wapendwa Mungu uishie milele, imarisha na kuuisha mtumishi wako Kasisi Vincent, ili kwa uvumilivu na kuelewa aweze kupenda na kutunza watu wako, na kwamba kwa pamoja waweze kumfuata Kristo, wakitoa zawadi ya talanta zao kwako kupitia kwa yeye anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja daima na milele. Amen. Mwenyezi Mungu mwenye enzi, ambaye kupitia kwa Roho wako mwili wote wa kanisa unaongozwa na kutakazwa, pokea maombi yetu ambayo tunaleta kwako kwa ajili ya watu wote hekaluni mwako, ya kwamba kila mmoja wao kwa wito wa huduma yao waweze kukutumikia kwa uaminifu na furaha kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ewe Mungu unayewaumbia malaika roho na watumishi wako moto, basi na rusuku na wale wote walioitwa kwa utaratibu wa ukuhani, hasa kwa huyu mtumishi wako Vincent ambaye yuko hapa sasa, kwamba aweke kando yale yote yanayoudhi, na kwamba aweze kuwasha katika mioyo ya kila mmoja ile moto ulioleta duniani, ambaye kupitia kwa Baba na Roho Mtakatifu anaishi na kutawala pamoja hata milele. Amen. Basi when he calls me, I will answer, working somewhere, working for my Lord. Working somewhere, working somewhere, working somewhere, working for my Lord. Working somewhere, working somewhere, working somewhere, working for my Lord. Working. Kama wao wanajitayarisha, kama wajitayarishe kwa ajili ya vifaa vile ambavyo watalete kumkabidhi mchungaji. Kama wakimaliza Sunday school vile vile iwe tayari. Sunday school ikimaliza, canons watakuwa tayari kuleta vifaa vyao. Akinita taitika, akinita taitika, akinita taitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Kasisi
Vincent, pokea hii Biblia na ukuwe mmoja wetu unayehubiri neno. Amen. Tunaendelea tu. Sunday school mjipange tu vile jinsi ilivyotajwa. Kujeni Sunday school mkiendelea. Sunday school. Kasisi Vincent, chukua maji haya ukubali wote wanaokubali Kristo na watoto watakaozaliwa. Amen. Akiniita taitika, akiniita taitika, akiniita taitika, nitafanya. Brigade wako na kitu? Aya, brigade. Dear brothers and sisters, our church leaders, all our parliamentary guests, family and friends, I greet you. It is with great joy that today we go to witness The induction service of our great man of God into service in the house of the Lord. For it is written, greater is the one who serves. Thank you for saying yes to the call and yielding to the purpose God placed in your life. May this ministry that has been entrusted to you be fruitful and cause many to turn back to the Lord. As the word says in Matthew, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. May you find joy and peace through our service period by drawing your strength to the author of our faith, Christ Jesus. Brigade wamempa mwito wa kufanya kazi ili yaweze kuenda akibatiza. Sasa ni nafasi ya canons kuja kumuvika vazi hili rasmi, vazi lile ambalo linampa mamlaka kuweza kuhudumu katika meza ya Bwana, na tutaona hiyo siku ya leo akihudumu kama mchungaji wa parokia hii. Tuwapigie makofi. Mchungaji Vincent Mariaka, tumekuvalisha jaspo hii kukupa uwezo wa kuongoza ibada na kufanya yote yanayotakikana kwa kasisi katika parokia hii, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Canons wanamsalimia ili kazi ya ukuhani ile ambayo atafanya katika kanisa hii imetakasika. Tuendelee na wale ambao wataleta vitabu vya ibada, wale ambao wanaleta vitabu vya ibada. Wakifuatiwa na wale ambao watalete mafuta, anointing oil. Kasisi Vincent, pokea kitabu hiki cha ibada na ukue miongoni mwetu mwombaji. Amen. Tuwapigie makofi vizuri. Asante wale wa kuleta anointing oil. Kasisi Vincent, pokea haya mafuta ya upako na ukiwe miongoni mwetu mponyaji
na mpatanishi. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Kuna wale ambao wanaleta ufunguo ya kuonyesha kwamba sasa na mamlaka katika parokia hii. Kasisi Vincent, pokea kifungu hiki na uache mlango wa kanisa wazi kwa watu wote. Mwingine? Kasisi Vincent, na kupokeza hiki kitabu cha kanuni za kanisa, ukichukue uwe mmoja katika uongozi wa dayosesi hii, ukiwaheshimu maaskofu na wote walio wakuu katika jina la Yesu. Kipokee. Wale ambao watalete au watamukabidhi mkate na divai wako wapi? Mwili wa Yesu. Najua mara nyingi hatujui ya kwamba huo ndio mwili wa Yesu na damu ya Kristo iliyomwagika msalabani. So unapoibeba ujue unabeba damu na mwili ya Yesu Kristo. Kasisi Vincent, pokea huu mkate na divai, na uwe mmoja wetu, ufunje mkate na kubariki kikombe. Amen. Asante. Nitamuita baba askofu aendelee kutoka hapo. Kuna kitambaa bado kimebaki. Asante. The Reverend Vincent Mariaka received this altar linen to make sure the altar is always covered. Amina. Basi tutaendelea. Kasisi Vincent, vitu hivi vyote ni ishara ya huduma yako ambayo ni yangu pia katika sehemu hii. Ninaposema hivyo, ninasema ni yangu na wewe. Ninasema ni askofu wa diocese hii ambaye alinituma. Kwa hivyo ni yangu mimi na wewe. Kwa hivyo ujue ni yako wewe na pia ni askofu wa diocese hii Dr. John Orino Mangi. Sawa sawa? Bwana asifiwe. Tutaendelea basi. Kasisi atapiga magoti. Sijui mtamwekea mahali hapa ili aseme ombi liko hapa. Simama katikati ya kanisa ili aseme ombi. Mahali picha inaweza kumuona vizuri, kwa sababu utatazama altar, kwa hivyo utawekewa mahali. Hamwekee mahali hapa. Mama ako wapi? Dada, tuseme jina hilo. Basi hata nami nitarudi pale, alafu ataendelea. He Mungu, mimi sistahili kuwa nawe imani mwako. Hili umuite mtumishi wako asimame hekaluni mwake na kukutumikia katika madhabahu yako. Kuwa na kwa huduma yako
ninajitolea mwili, nafsi na roho. Jaza fahamu yangu na kumbukumbu za majukumu ya kazi yako. Sisidi ufahamu wangu na mwanga wa Roho Mtakatifu, na matanio ya moto wangu yawe kulingana na mapenzi yako. Nifanye chombo cha wokovu kwa watu walio chini ya ulinzi wangu na utumizi, ya kwamba niweze kupeana kwa uaminifu sakramenti takatifu kupitia kwa maisha yangu na mafundisho kama yalivyo katika neno lako. Kuwa pamoja nami daima ninapotimiza majukumu yangu kwa upendo na shukurani. Nipe utayari wa mawazo na matendo, na kwamba katika ufahamu na ufasaha na uwazi wa neno lako takatifu, dunia yote ifutwe katika ufalme wako uliobarikiwa. Yote hata naomba kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Wakiwa hapo tutaendelea kidogo tena. Basi Wakristo wapendwa wa Mungu, sikieni maneno ya Mtume Paulo aliyoandikiwa katika sura ya 5 na waraka wa kwanza wa Thesalonike. Sasa tunawaomba ndugu, waheshimuni wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu, wale ambao wana mamlaka juu yenu katika Bwana na ambao wanawaonya. Waheshimuni sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Ishini kwa amani ninyi kwa ninyi, na wahimizeni nyote, haswa kamati ya parokia hii. Sijui mko hapo, muinuke kidogo. Asa ninyi ya parokia hii, muombeeni kila wakati mchungaji wenu ambaye yuko mbele yenu katika Bwana. Msaidieni katika majukumu yake yote ya wito wake. Bebeeni mizigo ya majirani zenu na kisha mtimishe sheria ya Kristo. Na sasa tunawaulizeni ninyi Wakristo wa parokia hii ya Kitutu kurudia ahadi ifuatayo nyuma yangu. Mtasema nyuma yangu. Kwa hivyo tuulize Wakristo wote wasimame pamoja na hao wana PCC ya parokia hii. Mtasema sisi Wakristo wa parokia ya Kitutu hapa ya kwamba tutamuombea huyu mchungaji wetu na tutamsaidia katika kazi yake katika parokia hii. Tutamheshimu katika mambo yaliyo ya haki na kweli na msaada wa Mungu. Basi na tuombe. Mungu mwenye enzi, Baba wa mbinguni, ambaye kwa sababu ya upendo wako mkuu na wema kwetu umetutumia mwanao mpendwa ili Kristo kuwa mwokozi wetu na mwanzilishi wa uzima wa milele, ambaye baada ya kukamilisha ukombozi wetu wa kifo chake na akapaa mbinguni, akatuma ng'ambo katika ulimwengu wa mitume wake, akawatuma mitume wake na wainjilisti, walimu na wachungaji, ambaye kwa kazi ya huduma yake alikusanya pamoja kundi kutoka sehemu zote duniani kutangaza sifa za jina lako takatifu kwa manufaa ya wema wako wa milele. Tunakupa shukrani zetu.
tunakusifu na kukuabudu, na kwa unyenyekevu tunakuomba kupitia kwa mwanao Yesu Kristo utumiminie haya yote ambayo unayoyataja katika jina takatifu, ili kwamba tuendelee kuonyesha shukrani kwako kwa haya na zaidi zote, kazi zote, na kwamba tukue kila siku na tuendelee katika ufahamu wako na wa mwanao kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, na kupitia kwa mwana wako mtakatifu, na kwa jina lako takatifu liweze kutukuzwa na ufalme wako kupanuliwa kwa huduma hii, na kwa wale ambao sasa wameteuliwa, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala pamoja na wewe katika umoja wa Roho Mtakatifu. Tusemeni amen. Amen. Sasa nimeuliza asimame, na nitamshika mkono wake na nitauliza mama aende aketi. Nitamshika na mkono wangu wa kulia. Ninaomba tuimbe chorus ya maombi nikimpeleka katika kiti chake. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana shuka. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana shuka, Roho wa Bwana tembea, Bwana shuka, Roho wa Bwana tembea. Basi nitawauliza tuketi, na tutamuuliza sasa pia aseme sala ya Bwana kwa lugha ambayo anaifahamu vizuri, kwa lugha anaifahamu vizuri. Sasa wacha nikuombe uje tu hapa. Bado mtamwekea tu apigi goti ingekuwa ni pale, lakini Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako huje, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu la kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunawasamea wanaotukosea, usitie katika majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme wako na nguvu sasa hata milele. Amen. Pige makofi mazuri. Asante. Akisimama tu hapa, nataka ni msalimu, na tunamsalimu sisi wote. Lete mkono wako, ninakusalimu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Situpige vigelegele tu ya furaha sababu tumepata mchungaji wetu. Imba tu kidogo tu, ulikuwa vizuri tu, umekata haraka haraka. Sasa mnaweza kumsalimu. Ni mwema, shangilia shangilia, Yesu ni mwema. Wapi makano ni wamsalimie. Shangilia kwa makofi, Yesu ni mwema. Haleluya. Yeye ni mwema, shangilia kwa furaha, yeye ni mwema. Yeye ni mwema, shangilia dada yangu, Yesu ni mwema. Sasa kumsalimia tu, njoni salimie. Shangilia kwa Bwana Yesu, yeye ni mwema.
Yesu asifiwe. Tutaendelea na ibada hii na tuombe. Mungu mwenye enzi, unayetuwezesha kufanya mapenzi yako, umpe neema mtumishi wako huyu, aweke viapo na ahadi alizoziweka. Timiza ya kwamba aweze kuhubiri neno lako takatifu, vile vile aweze kuhudumu sakramenti kwa uaminifu, na vile vile kwamba awe mfano bora katika sehemu hii, akitembea na hata kwa kanisa lako, kwa kijiji hiki, na pia katika sehemu hii yote, na pia kwamba awe mfano mwema kwa walio chini yake, ili kwamba akiendelea hata mwisho wa maisha haya aweze kuja pamoja katika ufalme wako wa mbinguni, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi niwaulize tusimame tu kwa ishara ya maombi yetu kwake. Unaweza ukiwa hapo una maombi juu yake, nipe tu mkono. Simama tu kama unaweza. Basi una maombi kwake, kwamba unaomba kwa ajili ya mchungaji huyu akifanya kazi katika parokia hii. Basi Baba, pokea maombi hayo yetu kwa mtumishi wako huyu, kamtunze na kumlinda anapotekeleza huduma hiyo. Awe mfano mwema, ewe Bwana, na kwa mfano wake na mazungumzo yake na matendo yake, matembezi yake, wengi wakujue na kukufahamu. Adumu katika uokovu wako sasa na hata siku zinazokuja, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tutaimba wimbo, tutaenda kwa huduma ya neno. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji haya toka humu unifanya dhambi, unifanya mshindi wa kazi zote pia. Sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa. Sina cha mkononi, naja msalabani, niwikeni upunivike, ni mnyonge nioshe nisijafanya, nikungoja potini na kwenda kaburini, nitako mbinguni na kukuona enzini. Roho yangu na iwe rohoni mwako wewe. Tutasikia somo la agano. Somo letu la kwanza
Atoka kwa kitabu 1 Samuel 3:1 hadi 20. 1 Samuel, Samueli ya kwanza usome 3:1 mpaka 21. Somo letu la kwanza latoka kwa kitabu ya Samueli ya kwanza 3:1 hadi 21. Inasoma kwa kikizi diri kori mwamu igori goteba iga omonene okurangeria Samueli. Omwana oria Samueli akabo gokora emerema asobosio bwa monene inso yoboteneneri bwa Heli. Asama tukaria lingana lyo monene tiri arenge gokwana mono na amaroro. Obobani tarenge konyorekana otatiga okomo. Asama tukaria amaisraeli konyatakire koba chinchingori tare korora buya asobo tukawamo ere niga arenge oraire ase aye abotambe na Samueli niga arenge oraire ime asobo menyo obochenu ase sanduku ya Nyasaye yarenge litangani chitaya cha Nyasaye chitararima omonene akarangeria Samueli era agaitaba na inda Elia akaminyoka gotia Seli akamotebya na inda ayani okwanda angeria kolende Eli akamoiraneria inje tinkorangereti gendorare Eli Samueli akairana gochi korara omonene akarangeria Samueli na inde era akaimoka akagenda Seli akamotebya na inda era nigo kwanda ayanigo kwanda angeria kolende Eli akamoiraneria omwana one tinkorangereti genda orare bona Samueli konya taramanyereria eriogirio omonene nelingana lyo omonene konya tirira orokigwa asare omonene akarangeria Samueli eria gatatu era akaimoka akagenda Aseli akamotebya na inda ayanigo kwanda angeria Eli akamanyanga no monene okurangeria omwana oria asa yagatebya Samueli genda orare na akarangeria na kara korangeria na inde okwana iga omonene kwana inche omosombo ninyiwete Eli Samueli akagenda akarara na inde hasaye Eli omonene agatagatsinina Elia akarangeri buna chingaki chinde Samueli agaitaba kwana inche omosombo ninyiwete omonene agatebe Samueli litukeri moni nkore gento gete asegati ya Israeli egento gyokoboya na kera omonto ora koigwe amataye nigarabe akwera aseli tukelio ningikeranie amanganonsi korwo mochaka no goikomo erio ayuna kwanete nga ninyakore Aseli na ase amate yaye namotebetie nga nabeirange kwa amate yaye gesusuro kogendera botambe ekiagero okorire ebibe era niga amanyete nga abamura baye mbabete bakorama erieta riane korende tabakania batige asa inatianira ase amate yeli nga ukobwatanigwa tigo koba no nyanga ka ase byabo ase ntera yebingwanso osokorwewa konde wonsi Samueli akarara gwe ikamambia Eli akaboka akaigora ebisieri byenyomba yomonene ara koboa kotebya Eli okorora koria aroche Eli akamorangeria akabora Samueli omwana one nera agaitaba na inda Eli akamoboria ninki omonene agotebirie to baisa kombisa gento
orambise gento kende gionsi nonye nering'ana erimo rirori nyasaye akwege susuro ekenene eri Samweli akamotebia kera ring'ana tamobisa rinde rionsi eri akabora nero monene tiga akore eri rikomugwenera Samweli akamenta okina omonene akabanere erinde tatiga ring'ana riaye nonya nerimo itaikeranetiwe Abaisiraeli bonsi korwa Dani goika Beersheba bakamanya ng'a Samweli ekene bwegenirwe kwaba omobani bw'omonene omonene akagenderera kweorokiawe Silo akeorokia ase Samweli wetera ase ring'ana riaye naye kero Samweli arenge gokwana Abaisiraeli bonsi nigo barenge gotegerera neno la Bwana. The epistle reading is taken from the second letter of Paul to Corinthians, chapter 4, start to read from verse 5 to 12. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wake ni wa 5 hadi mstari wa 12, na nitasoma. Kwa maana hatuchihubiri sisi wenyewe, ila tunamhubiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana, na sisi ni watumishi wenyu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu yeye alisema, nuru na ing'ae gizani. Ameifanya nuru yake ing'ae mioyoni mwetu, ili kutupatia nuru ya maarifa na utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. Lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba uwezo huu wa ajabu unatoka kwa Mungu, wala si kwetu. Twataabika kila upande, lakini hatuangamizwi. Twaona wasiwasi, lakini hatukati tamaa. Twateswa, lakini hatuachwi. Twatupwa chini, lakini hatupondwi. Siku zote twachukua katika mwili kufa kwake Yesu, ili kwamba uzima wa Yesu uweze kutiririka katika miili yetu. 11. Kwa maana sisi tulio hai siku zote tumetolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili kwamba uzima wake upate kutiririshwa katika mwili wetu upatikanao na mauti. Hivyo basi mauti inatenda kazi ndani yetu, bali uzima unatenda kazi ndani yenu. Na hili ndilo neno la Bwana. La upendo limetutia moyo, ndio maana tumekuja kusikia neno lako. Tumekuja Baba mbele zako kusikia neno lako la amani limetutia moyo, ndio maana tumekuja kusikia neno lako. La upendo limetutia nguvu, ndio maana tumekuja kusikia neno lako.
kutazama kusikia habari njema ya wokovu wetu kama ilivyoandikwa na Marko Mtakatifu sura ya 2 mstari wa 23. Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano. Walipokuwa wanatembea, wanafunzi wake wakaanza kukata masuke ya ngano. Mafarisayo wakamwambia, "Tazama, kwa nini wanafanya jambo ambalo si halali kufanya siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjasoma alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Yeye aliingia ndani ya nyumba ya Mungu, akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Jambo hili lilifanyika wakati Abihadhari alikuwa kuhani mkuu, na nani makuhani tu peke yao walikuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo. Lakini Daudi aliila tena akawapa na wenzake. Basi Yesu akawaambia, Sabato iliwekwa kwa ajili ya binadamu na si binadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo Mwana wa Mtu ana uwezo hata juu ya Sabato. Yesu aliingia tena katika sinagogi, na mule ndani mulikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Umo baadhi ya watu walimngoja amponye mtu huyu siku ya Sabato ili wapate kumstaki. Yesu akawaambia, huyu mtu aliyekuwa na mkono uliopooza, njoo hapa katikati. Kisha akawauliza, "Je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo mbaya, kuokoa maisha au kuua?" Lakini wao hawakusema neno. Akawatazama wote kwa hasira, akaona huzuni kwa sababu ya ungumu wa mioyo yao. Kisha akaambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Naye akaunyosha mkono wake ukiwa mzima tena. Mara Wafarisayo wakatoka nje, wakafanya shauri pamoja na watu wa kikundi cha Herode jinsi ya kumwangamiza Yesu. Hii ndiyo Injili ya Kristo. Ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Watoto wakuje mbele ili waweze kubarikiwa na askofu. Yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu. Ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele. Yaokoa injili yo, yaokoa injili ya Yesu. Ndio maana
tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Tukuje mbele, tunasema iende mbele. Inaponya Injili, inaponya Injili ya Yesu, inaponya Injili, inaponya Injili ya Yesu. Ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Hata yule mdogo ambaye umemshika mkononi, njoo naye, usikamwache pale. Basi na tuombe kwa ajili ya huduma hii ambayo Kristo aliacha ili tuweze kuifanya. Mwenyezi Mungu, tunakuja kwako na jinsi ulivyosema acheni watoto waje kwangu. Na hii leo watoto wamekuja hapa mbele yako Bwana. Tukifanya kitendo hiki Bwana, kiwe ni wewe unayebariki watoto hawa. Tuwabariki Bwana katika njia zao zote. Wabariki Mungu wetu masomo yao. Wabariki na wazazi wao waweze kuwa na namna ya kuwasaidia katika masomo yao, katika maisha yao ya kila siku, ikiwa ni afya, ikiwa ni njia zote za mtoto anapokuwa mpaka awe mtu mzima. Na unyoshe njia zao. Kabariki hawa wazazi waweze kuwa na namna ya kuweza kuwakuza watoto kwa njia safi. Tunakushukuru Bwana kwa walio wadogo hata walio wakubwa. Na tunatakaza maji haya ili Bwana tufanye kitendo hicho ulichotuamuru. Tunayabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bariki watoto hawa Bwana. Tuseme amen. Bariki watoto hawa Bwana. Amen. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Jaribu kugusa hiyo maji. Mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana. Mbarikiwe, Mubarikiwe sana, mubarikiwe wa mama, mubarikiwe vijana, mubarikiwe, mubarikiwe sana. Iwe mubarikiwe, mubarikiwe, mubarikiwe sana, mubarikiwe wazee, mubarikiwe nyumbani, mubarikiwe, mubarikiwe sana. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Nitaomba tuweze kusimama sasa, tumsifu Mungu. Wale ambao ni wa praise, sijui kama wako sifa na ibada, wale wanajua kutupa nyimbo zile za kusifu Mwenyezi Mungu vizuri vizuri, waje mbele waweze kutupa pambio. Kisha wimbo wa kumkaribisha mhubiri utakuwa wimbo Tenzi 77. Hebu tusimame tu tukapige makofi tukamwimbie Bwana kwa sababu ametutendea mambo makubwa. Haleluya. Ongoleira maya Yesu, ongoleira maya teve. Makofi kwa Yesu. Maya teve, ongoleira maya Yesu, ongoleira maya teve. Teve narango tarara maneno yokoleira maya teve. Ongoleira maya Yesu, ongoleira maya teve. Ongoleira maya Yesu, ongoleira maya teve. Ongoleira maya Yesu,
sonkoleira mayante Kalio maneno yokolira mayante sonkoleira 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 mayante ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, taku
ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosa. Nikita hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake. Sina hofu mbele zake. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Unategemea daima, yote chini ya kisa. Mwokozi atanitosa, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Rohoni nina amani, nikifika haki yake. Sina hofu mbele zake. Yes, Lord, we thank you, we worship you mighty. We give you glory, honor, masa. Asante kwa wakati Bwana, tunakushukuru kwa sababu neno lako Bwana unaenda kuleta mbele zetu. Mchini mwanafu mfalme, yende pamoja nasi kwa jina la Yesu. Barikiwe Yesu, inuliwe milele. Bwana unastahili sifa zote Baba. Hawa Baba, watu hawa ni watu wako, wamekuja wakingoja kutoka kwako. Wanangoja waishwe na wewe Bwana, wanangoja wabarikiwe na wewe Jehova. Wacha uchukue nafasi hii Baba, katawala kwenye ibada hii. Wengi wakakombolewe, wengi wakaokoke Bwana, wengi wakakutambue Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo. Jehova kunenda baba. Sengeto kwa wena ironde tayonga bunaye. Diwe bakera ni bora senge chiringana liha. Asante Yesu Kristo. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu Mungu amefanya na tumekuja tuweze kusherekea siku hii ya kumsimika mchungaji ili awe katika parishi hii kama mchungaji na kiongozi. Kwa hivyo nitazungumza pengine lugha hata ya nyumbani na Kiswahili kichache, pengine Kiingereza kidogo. Bwana asifiwe. Kwa wageni kabisa, mimi jina ni Clayton Ogeto, na kwa neema ya Mungu ni askofu wa kanisa letu, lakini pia ni rector wa kanisa letu la St. Philip's, na ninaleta salamu za kanisa hilo la ambaye ni cathedral. Napokea salamu za St. Philip's Cathedral. Asanteni. Vile vile hii ni kanisa yangu ya nyumbani, kwa hivyo najivunia, nasikia furaha nikiwa hapa. Ninajua itafika wakati wa kuwajulisha wageni ambayo tuko na wao. Leo tumekuwa na wageni mbalimbali, mpo hapo. Hata huku tuna wageni, tuna makanons wetu. Makanons ni watu wa muhimu katika kanisa letu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo nitazungumza Kiingereza kidogo, lakini zaidi pia Kiswahili ili tuweze kwenda kwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ulisikiza kwa makini, nataka kukukumbusha kwamba tumesoma masomo matatu. Tumesoma somo la kwanza ambaye ni Samueli wa kwanza mlango wa 3, na tukasoma mstari huo wa kwanza hadi wa 20, na hapo ndipo tuna mafunzo siku ya leo. Hata ukienda nyumbani unaweza kutaka kurudia hapo. Na pia tukasoma
somo la pili ambaye ni barua, na hiyo barua tumeisoma kutoka kitabu barua ya Paulo ya kwa Wakorintho, mlango ni wa 4 na fungu la 5 mpaka fungu la 12, na tukasomewa Injili Luka Marko mlango wa 2 23 hadi mlango wa 3 fungu la 6. Lakini maneno makubwa Biblia inazungumza hapa, inatuzungumzia sisi na watoto wetu. Mwana igikuwa negoro ya bana, bana bakinete, bakumanya Nyasaye, baramanya nyumba ya Nyasaye, baraberaro. Hayo ndio maneno makubwa kabisa, na unaweza kuweka kidole. Na la pili inazungumzia juu ya kwamba sisi ni viumbe ambaye Mungu ametuteua. Sisi ni viumbe tumeteuliwa na kwa huduma ya Mwenyezi Mungu. Ngantu ne ebyegwe binyasa kwa ragento kya chorire. Na anazungumza sana katika hiyo barua pale ya Paulo kwa Wakorintho. We are vessels. Na anasema kwamba sisi ni viumbe hivyo, lakini ni vya udongo. Kirokende ne nyongo, kirokende ne mindubiria ebyo bibya maraba. Lakini bibwate obubuibwa Nyasaye imeyaye. Ebinte bimbiro kolende buibwa Nyasaye no bole se binte bime. Tikabona ngo tuligererie egento ekeiga kanene Nyasaye gukwana aiga ase gosomoko gutangani. Mungu anaangalia Samueli mlango huo wa 3 na fungu hilo la kwanza hadi mbele. Unaona ya kwamba anasema kwamba mtoto huyu alikaa hekaluni, na alipokuwa hekaluni alitenda matekelezo na nyaraka bese kanisa kulituma itia mangana Nyasaye mano kule nori, na alikuwa hapo na alikuwa akilala pale kwa hekalu hizo siku nyingi. Lakini hebu turudi nyuma kidogo. Mara mama tungu mwana wa Samueli iganyorekanite asama sabo ana igarengi kulira ana tabwate mwana igarengo mugomba usene keke gusige whatever igarengo mugomba na barenge igora, lakini Nyasaye gabeto muya mono. Nyasaye akamukorera mangana amaya igareko gende kanisa usabe kanisa areko genda ali se karu osasimo monene ntoroje ngaise Elkana osokoira na kabungu mrango lyo kabere skwera no no lyo arona mangana yangu kwa ana igale korera pako mukwani ili ale ko tebanga ki kanisa ime atongo yobone balimo ya mulire gosaba na marua nyure ani Nyasaye ko ragento ki ale ko mulira na agatebanga Nyasaye okomonga nigo nkomoirarari hekalu ya Nyasaye. Nabona Nyasaye amoete akamoire hekalu ya Nyasaye. Akatebelikana ngankomoirande se hekalu ya Nyasaye. Elikana akatebanga kwata babo moire. Lakini ekerokonye amulindimo numwana kolindwa umwana oba asale nganire okoba omonene wanyare kobera ali hekalu. Muna Yesu akete hekalu kali miaka 12. Kono uyu nabaire tuigo ase ekanisa akabera aroro. Lakini ebuke gotebanga no arenge, lakini ta mumanyete, lakini agakole mirimo inse agakole mirimo ore inse ya Eli, agakole mirimo ore inse ya Eli na buku yatote bigo nga akolete mirimo ore inse ya Eli. Lakini nyona bebo kwenye taramanya Nyasaye bijaigo eko rekerara ire na Nyasaye akumurangiria. Hebu kuyatabaga wakati huo kijana Samueli alikuwa anamtumikia Mwenyezi Mungu chini ya uangalizi wa Eli. Hilo ni fungu la kwanza katika mlango wa 3. Ujumbe kutoka kwa Mungu Mwenyezi Mungu ulikuwa haba sana. Ekati ye mangana Nyasaye taringi mange mono. Mangana mange na insena raringi, lakini ya Nyasaye taringi. Lakini engaki hiyo umwana oyo no arenge agakole mirimo ya Nyasaye. Lakini ujumbe kutoka kwa Mungu Mwenyezi ulikuwa haba sana. Hata maono
kutoka kwake yalipatikana mara chache, lakini matukaya karo kana kerase kurandigwere njiri jiri kurandigwere kerase nyona se TV munabone yiga munamurega yiga mono tokorandi nyumba bali isiku bali motegerete tokubatebinga Nyasaye nabangana tie bantu babere ase nyumba yaye kini bakora mangana Nyasaye. Samueli naye alikuwa amelala ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu na karibu na sanduku la agano, na taa zilikuwa zikiwaka, ilikuwa haijazima. Kwa hivyo inaonekana ilikuwa ni kama karibu asubuhi. Asa hekalu hiyo mnaona mroche gali mlikwendelie kuwaka ya Mungu sega yalima bono ekino mochi na mochi ali kuwaka ali se hekalu huko obo tukobwensu kulmarogoba paka mambya chacha kulima kujimambi ko chikowe kimambi na libono chikulima, lakini alikaa mahali pale, lakini hakumjua Mungu. Biblia inasema hivyo. Ndipo Mwenyezi Mungu akamuita Samueli, naye Samueli akaitika naam. Kisha Samueli akamuelekea Eli, amurangalia tikisabali sato kamurangalia tangani naenda akamurangalia akamenya kogese Eli atangwandangalia aya tinda korangalia umuntu ina bwato kuigwera muno sana, naenda akarangaligwa naenda akamenya kase Eli akatebi Eli ngaki ngwandangalia yaya tukamangenya saa okurangalia, lakini nko gusenko iguga kale Eli akamatenga bono kara kurangalia tebanga ki Nyasaye akamurangalia bono Eli akamanya ngomuntu kumurangalia Nyasaye tinda kurangalia bono kara ko tebanga monene musombo na igwete usina ategerete. Kwa hivyo akamwambia mtumishi wako anasikiza. Ndipo alipoenda mara hii, basi Mungu akamwambia maneno, akamatabia mangana mangi sana nyone igore nyumba yango ya Eli. Tukio kutawanga mangana engaki iyo mangana talenge manga Nyasaye. Eli na bwata abana balenga se ba korta mangana talia maya kirokere kiro kwa mangana ya gukumia ba korta mangana alima minjiro buyibwa Nyasaye ani na butole sekene sakinto akora mangana alima minja ba korta mangana talia maya nyambono aigani kango soko kwa na mangana ande akombera malito mono. Bwana asifiwe. Mangana ina malito onyeno wibi mbaibete onyeno magenki mba kolete abuo igo Nyasaye na abwate kerenga na mangana gocha sengo gocha se Eli tali tabana baibya alo monyi wete lenda bana ba tebe yoranga sole nyubwate mwana ngalendo mwana mutebe ngalendo mwana ba minto moira sekane sa senjirere boronge na mwoke ya manya mu maene Eli ta kolete bo uroje mbaga makwa Nyasaye maite buku ye munye maite nga okusembo ntatu kwenye kwana abana baye bakabengenje ngao nere akabengenje ngao onye na mangana eyo munyaka na roba akorete na ko balarali allo kwani ngona bachegia ena bachegia ngitana mangana yega nga nyole na kyo kutuleka korege ntekia mono maya Nyasaye kwa toli kile Nyasaye na bako kutolia Nyasaye na bako kurusha sako umwana oyo akorukungo Umunazareni tukia yataliko gingerwa Umunazareni ndagira nera akolia naende akabekwa se hekalu iko abana abayiga mba korete benyo na asini ni Nyasaye akagechwa go Nyasaye konyobeire no bororo bonge kumwana yagukina ebukwe gotabanga Nyasaye tagogetigwe taroche biya nyole na asini iko tutware ngenjingi yo kubundisa abana baito Mungu ekia kama mpaka ya gatatu yago tuorokia mangana manene sana. Ingenje ya Samueli yago tubundisa tobe ekugusinta bwata kangana gesoma ego tubundisa muno tobe abantu
tumanya ngantore asetu abekirwe kwetera asetore tumanya mangana Nyasaye na koja bwati yunga Nyasaye na barage chugunaye agechuke paka na bana bao paka nyona bachukuru bao. Hello tebyango yura ngasori na barage chugunaye agechugwe abana bao agechuguna ngo na bachukuru bao lakini mangana yo na anda bakurusugwaera Nyasaye na yakonya rose ngesenge njeliyo kuri Nyasaye na kusaba kwabira na nabo kwabira na mangana abenaki abebiya no kwabira nege ntekerane sana ege ntekerane Samuel abwate buna twayi gukurweke eke bingu gitangani ngani gare ngo muigweli Nyasaye akamubeke position yengi ya nyolabo no ta manyite mangana mange Nyasaye akaanza kumubundisa akabera busibwa Nyasaye senga cyeyonse Nyasaye yoyiga numya ayogo korana buraba asemi cyande mingi na buraba gituke byawo nebisinini lakini Nyasaye agocha gukwemuki okumi emuki abana abo bawo aimuki abachokora abo bawo asenge njo ya manganao na asenge njo kwiro kwa wasomana na Nyasaye. Twarorire ngumungina na bara asabe mono asugo saba kwa Nyasaye akore gentoki Nyasaye aseseni uruyiburo ruwaye Nyasaye aseseni abana baye osbati saba osbati giri bakali ko musane na Nyasaye nabo twarora igo sokoligire nyo Samuel yeyi to asomere ye ya 14 na beko tatabibo igo nga amatuka Nyasaye gatokumuligi na bakora gentoki nabo agotosene kwa nyoriro mwana morente kanisa ana iga ireto mwana musini ni ye kanisa akachikoba dedicated neje sodena ba ireto kanisa akachikoba dedicated toira abana baita se kanisa elindege ntukeliyo mwana anyorere karomo ke tago gitiga atakuwa katika hiyo tabia atakuwa katika mwenendo huo katika njia hiyo katika umri wake wote hata akipata mapito magumu bado huyu mtoto atashikilia atakumbuka kwamba siku moja yeye alikuwa mahali pale patakatifu na Mungu hawezi kumwachilia. Haleluya. Haya ndio Mungu anatukumbusha hata leo hii. Na atakuweka katika nafasi nzuri. Na katika nafasi nzuri hiyo utaendelea vizuri. Na hata wangangare ngo Mnazarini uli utariko kuingirwa nturo jimu na Samson nena na balingi na abandi. Osoko soma kitabu kia Leviticus lakini ntale boro ntaito tukeligereri. Igomono Nyasaye oyo nomuya igo abana ba beli mbaba etebiya asenge njiyo eri na bakorete genteki eri nyoro bere tabuye kalu matuka mange monte gatote biyo bokundekane kwa uro mukundekane lakini to sabanga kinya sago konya soro gendo rwao obe example kyabantu bakorira sekenyoro obe example abantu bakorira lya sogoeta nga bache kumanya Nyasaye nande bache sinya Nyasaye sengenjo yebikorwa byaho na sengenjo ragendo rwaho na sengenjo inkwano yaho buno kogendera koba ana aro Nyasaye atunyurire ro mono naenda kuja kwana soboro bongi igo abana ba iri bagakora mabe tobasoka berali abana bawo batabinga ekenekebe ngayo mwana ulio ndale musabati ngajale ngayo musabati yale tobasoka berali abana eli akaberali abana bae ramuna babete abana motabinga ekenekebe ya naende ba irarali kanisa kero kwa kolre boigo Nyasaye gakobasisenia orogando rwabo rwensi n'injira yabo yonse bino bagenderete nande mbago sira nyondimo tipango sira nyole ndimo igo baragendere buya igo example kento keroche nyonkoro ase Yesu Kristo manyene akocha kera iboiru na kolento ase kanisa example kurete kurwa somongina nyumba mpaka iro kalije kera ko tabanga ki kende kionsiara baboli mokore boigo kera Yesu atabete ngaki ngaki aneteraika alikana ekero balenge nyangi ngaki aneteraika lakini engentara abatebi mokore bo timo basa kwanga gokora mokore bo kera abatebete ngakoraiga na koraiga tara njete divai yugo kumia
abantu bakang'ete bayiye gochoka batinde batengeche kumbe tari divayi gotengechi bantu ne divayi kugwenia bantu divayi amache busaiga abere divayi no gukumio kanisa lakini twakora butambe kinyoro tukwinyuringa